and contact. Hello, this is Patience working with Leeward Enterprise Limited, and I work as a sales executive. Okay, for one, I check on online platforms and maybe ask my colleagues on the products they sell and their prices as well. By making my advertisement methods better, of course, than other companies, and content creation, very important, and creating awareness as much as possible to maybe in Kenya and diaspora. One, note that we do advertisements mostly through online platforms. Now you see, for instance, when I post on Facebook, our products as per the prices, maybe a Kenyan in diaspora can see the advertisement and maybe click, and then I go forward by explaining them to what we do. For one, I have to present myself as a trustee to them, and second, if they require anything or any information from Leeward, I'll be very fast to deliver to them. Okay, it's my profession at first, and I see it encouraging and motivating me since I did it in my university, so I'm practicing it on ground. Yeah, so product knowledge is very important as well. The follow-up I do daily, basically because it's the basic thing that we do in Leeward, because you have to do the follow-up, that is call your clients. You can still do the follow-up through WhatsApp and any online platform. So without the follow-up, then I'm not a sales agent. Okay, I can do many things. One, apart from being sales executive, I can be a team leader. I can manage, let me say, not a company, but guide people what to do, and so many others. Because for one, it's hard for someone to trust that they should invest. Because as you've heard from other companies, people are getting conned. So the clients have the right to say no, because if you don't maybe deliver the information that the clients need from the company, of course they'll say no. Investment, Audrey. Just investment? Why did you choose to be a media personnel? It's all about professionalism and passionate about this thing. So huwezi fanya media just anyhowly. You have to do it with all what you have. Yeah. We're located at Muge Estate, Efata building, second floor. Someone is out there that investment is the best thing that we can do in this world. Why? Because land is wealth. And for Leeward, we offer lipa mdogo mdogo, as you all know, ready individual title deeds, free site visits, free
Yes, and it's a very good morning. It's another day that we are here deep on 17 June 2025. Yeah, sure. Yeah? Leo ni ile siku. Siku ya nini? Siku ya nimeona posta hapo ya watu wanataka kuanza maandamano. Ama ujaona? Watu wanataka Ujaona hiyo posta by the way? Not really. Guy, kwani uko gani? Nani alikumba Caleb? Si wewe Mungu. No, you know, let me tell you, Rosabula, that demonstrations, it's I don't know, but see, how do I put it? Yeah. Demonstrations iko na nini? In our country, see, wamesema ni 25th. Leo imetoka wapi ya? Wewe unaona 17th. Let me show you. 17th. Ya 17th uko show isi yako unaunda wewe. It's here, guys. You're here. Time has come to June 17th. We are opposing. We are saving the nation. Okay. Away from that, Mr. Kuingilia hilo, tutakuwa tunalijadili hapa leo. This one is Top Prime Media Breakfast Show with me, Caleb Musyoki. And me, the Queen of Airwaves, kama kawaida. Tuko ndani ya TPM. How have you been, by the way? I'm good. By the way, it's long. It has been long, actually. Hata mimi mwenyewe tulikuwa tunaulizana. Kwani ulienda wapi? Lakini si wananionanga masaa ya news. Masaa ya news. Nakuja nafika masaa ya news, naingia kidogo natoka. Okay. I got you now. Nishakuelewa. You know, it's all about understanding. It's all about understanding. Okay. I understand you. Just understand me. Hakuna otherwise. Hey, so guys, during our show we are going to be speaking on several things. You know, Rosambula, this beautiful Tuesday, tunaangalia masla ya kiafya. Yani kile ambacho wewe kama mtu unapaswa ujue kuhusu afya yako. About what else do you, like the gender, the food that you feed, the whatever stuff, but hiyo ni pale mbadaye. Yeah. Jana nimetembea Kitengela tena. Alright. Na katika zile harakati zangu za kutembea nimepatana na mama Boga. Oh my goodness. Anaitwa let me tell you, and I wish producer you could just have this one. I need to say thanks to that. Mama Boga. Hey, anaitwa, let me check. Nilimwandika hebu nione. But I remember jina yake nilisave alafu nika business. I want to check her name. Bana, kutembea Rosambula ni kitu mzuri sana. Ulipata nini? Anaitwa BSN. And huyu anaitwa Redemptor. Redemptor akona nini na ni mwana biashara? Once mwana biashara, she did something that was too good. I just found her watching Top Prime TikTok. Oh my goodness. Yani ukapata tu ni wewe tu ndo. Ako zile za acha nione kitu. Na alikuwa ametufollow TikTok already. Alikuwa amefanya ile plus button. Nilifika ile time napitia hapo na I wanted to buy some, I don't know, oranges and bananas. Yeah, and then I thought, ukapata Top Prime TikTok like. Hata nilimwekea 60 bob. Oh my god. Wow. Oh, you know how happy it is. Yeah, sure. Kupata mtu anakusikiza by the way. Yeah. Lakini tunasikizwa. Tunasikizwa kiana. Yani it's awesome. You guys are making us proud. Thank you for our watchers, our listeners. Yeah, sure. Thank you so much. Wanabiashara wote, watu wa pikipiki pale Kitengela stage. You know those guys? Watu wanakuwa wamechangamka sana. Those people are let's do this. Yeah. Those guys are so vibing, I'm telling you the truth. Si ndio? Otherwise nataka sasa tupitie kidogo pale hivi magazetini. Sio kama uko standby upande wa kwako. Unajua nimeona gazeti leo hii liko na mambo mengi sana. Yeah, iko na story. Obvious, mambo ya kwanza unakumbuka bado watu hawajaridhika na historia Ojwang. Bado watu wako hapo ndani. Oh my goodness, it's so true that people, and at some point even personally I'm scared like we save mama.
I will save mama. You know. Na nilikuwa natembea pale hata mtandao wa TikTok, nimepata kuna mtu ambaye ametoa hadi kuna kijana sijui ni ndugu yake sijui ni nani, lakini ni kama wana hiyo damu, ametoa wimbo. Kwamba ametoa wimbo wa Rest in Peace Ojwang. And I was like, watu wamecomment ati akina feel vibaya. Oh no. How about you? Oh no. Ulikuwa nalia. Lakini kuna kitu ambacho Rais William Ruto jana alifanya. Rais William Ruto jana alikuwa kwao. Sitasahau. Rais William Ruto alipeana milioni 2. Raila Odinga alipeana is it 1? Na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga zile alipeana 1.5. Why are they giving out money? So unasema pole. Wewe unadhani ni rahisi mtu kupoteza mtu wake alafu tu mnakuja tu hivyo, na tumejua ni serikali inahusisha mambo na serikali, na serikali unaiona kwa nyumba, yani you are like, unajua hiyo mazando unapatanga uko na ile uchungu. The government will never investigate itself. It can't, by the way. Disawia tu saa hii uniambia utachunguza Mwaka Brown. Mohana yeye anaweza mchunguza huyo, nipatie tu siku moja. One day takuja nikuwekee kwa meza ndio huyo Mwaka Brown. Na hata ni page moja, simplify ndio huyo. No, the government cannot investigate itself. And if it will be due to the public demand. Yeah. Wow. But for now unaona mambo imeenda. Nani anatoa hiyo demand ya kuinvestigate the government? It's public. Because you have shown me. If Nani will not resign and go. Si ku resign ati anaambiwa I will step down for the time of investigation. But then kuna gazeti nimeona inasema no just stepping down. Ni standard. Just resign. Unajua standard anasema aje? No. Just resign. Just resign. Huyo ni deputy DIG. Yani watu wako na hasira mpaka ile hatutaki hata step down, just go. Just resign. But do you think there's difference between resigning and stepping down? Yeah. Stepping down ni unaona sasa hiyo yenye alisema ana step aside. Hiyo ni kama tu kutoka kidogo kwa kiti kwanza wa investigate ndio isionekane juu pia wewe ni mmoja so hautatupatia the right information. Okay. So yeye tu ako kando. Na resign awende. Go and start agriculture. Not even agriculture. Hata hatutaki kwa kilimo. Utakuja uanze kuua wanyama wetu. Tafuta tu kitu kingine ufanye. Focus. Standard wanasema no, just resign. Just resign. Yani wanamwambia Deputy Inspector of Police Edward Lang'ata kwamba just resign. Jana tuliona wanasema kwamba the 4 people Nyaga, Amin, Lang'at and who is the other one? I don't remember all of them. Ulikuwa waine. Na history ya Samson ilienda aje jana? Samson, let me tell you. Fuatilia, but I didn't get the point. The story of Samson now, that guy has now given another story that is contrary to what he said earlier. You know, earlier he said that it's true alikuwa ameacha mdogo wake, which is true. Na kulingana na footage inasema kwamba is it saa 7 na ngapi? Walikuwa msema 39, sasa inasemekana I don't know 35. Oh, walisema ni 39 lakini nini ilichukua 35 footage. Na sasa huyu jamaa akasema kwamba alikuwa club, akua job. I get? So I think it will be safe if the CCTV footage of the club will be out. Yeah, maybe that one. Na zaidi ya yote inasemekana kwamba huyu jamaa ambaye alikuwa amekamatwa, unaitwa nani huyu? This suspect, no. Oh, kuna mwingine. The suspect ambaye amesemekana kwamba ndo aliongoza mauaji. Amesema kwamba walipewa kila mtu 2,000. Kuna ile yenye hadi kuna mwenye alilipwa sijui CCTV footage. Na hao ambao walikuwa wameambiwa wamalize wao wameambiwa muue Albert. Walikuwa wameambiwa discipline him. You get the point now. Katika ile harakati ya kumdiscipline, right? Ndipo alipigwa na akakuwa unconscious. Aka collapse.
Get? Na huyu jamaa ambaye ni afisa wa polisi anasema kwamba yeye mwenyewe alisema kwamba mmempiga sana, leave him now. Sasa unajua ameacha katika hali maututi. Hana mtu wa kumpeleka hospitalini sababu alikuwa amekuja apewe discipline. You get the point? Yeah, I get it. Then from there inabainika kwamba Albert aliachwa hapo na huyu jamaa ambaye ndiye ako pale nini alikuwa suspect number 1 ambaye alikamatwa na anazuiwa for 21 days, sijui kama imebadilishwa. Yeah, huyo Samson sasa. Samson bado yake hatujamgusa. Pia yake siko 21 days. Lakini ya Samson bado hatujafika kwake. Sasa hivyo ndio inabainika kwamba huyu jamaa hata nitafute jina lake ndiposa nikwambie kiukamilifu. Utupatie. Inasemekana kwamba this man what he did is that alipoona jamaa amepigwa na akasema now achana na yeye, let him now, achana na yeye sasa. Waliza kuzungumza wakuu wa polisi kwamba huyu jamaa sasa hivi ni kama yuko anasemekana hako, ikawa hivyo sasa. You get that point? So vile ambavyo yule mgeni wetu jana alituambia kwamba ni rahisi sana. Serikali watende kufanya kitu ikae drama. Very simple. Wale maafisa 6 walienda kumchukua nyumbani. Tuanze hapo. Si ndio? Tuanze hapo. Tuanze na walimuendea. Tuanze hapo. Waletwe mbele ya mahakama. Unanipata? Are you getting me? I got you. If hawa 6 wataletwa, nani aliye watuma? Simbo wachani kutuambia tulienda saa 7. Tutaki. Yaani muanze from scratch. Tutaki hizo. Tuambie nani aliyewatuma. Simbo. Very easy. But hii kitu wameicontradict kakati kama ni big deal. Sure. Very simple. Nani aliyewatuma? Ni fulani wa fulani. Wewe fulani wa fulani, is that what the constitution tells you to do? Yes or no? Iwapo yes, na ni nani aliyekupea hiyo mamlaka? Aseme ni fulani wa fulani. Ndiposa tushike hiyo big fish. Tuache kuache the small fish wanaumia, big fish angalivu. Yaani unajua wamechukua ni kama sisi kuna fahali wawili alafu nyasi. Sisi ndio tunapelekwa hivi. Because let me tell you one thing. Nimemwona Moses Kuria. Amemwambia Kipchumba Murkomen crisis sana. Hii jambo usilifanye kuwa kubwa kwa sababu litaharibu. Litaharibu maneno. Litaharibu. Sababu gani? Leo hii vijana wengi wa Gen Z wanasema kwamba if Mr. Lang'ati will not resign, not stepping down or stepping aside, simple resigning, we will declare total shutdown. Na hiyo nayo saizi majenzi vile sasa wamekuwa wabaya. Na see it, these people they have communicated. By the way, kila mtu ana feel the pain. Si hata jenzi peke yao. Lakini Rais William Ruto amepeana milioni 2, Raila Odinga milioni 1, Gavana wa Homa Bay milioni 1.5. Si vibaya. Lakini rais unapotoa msaada, haki. Hakuna, there's no justice, the truth, we want the accountability, yani wakubali. Lakini unajua sasa ile kitu baya ni mtu kukubali. Hakuna mwenye anaweza sema ni mimi nilifanya hivi. Bana naangalia pale website ya Top Prime Media. Jana kampuni zaidi ya kampuni ya habari zinazoaminika zaidi wamechapisha habari iliyonifanya nikaisoma yote. Habari gani? Walikuwa wamesema kwamba Murkomen announces sweeping police reforms following Ojwang's death. Hii story imepublishwa jana na Top Prime Rosembula. Nimeenda nikaiangalia. Yani kwa sababu hili limetokeza, Murkomen ameamua kwamba hawa viongozi tuondoeni. Ndio. Tuondoe tu. Tuondoeni. Murkomen amesema. Lakini unajua kuna mahali inaweza fika uone ni kama hii kitu ni kama itaki kukua open. So mnatafuta plan B. Ama wewe unaonaje? We need a free country. Gazeti la The Daily Nation anasemaje? Uko hapo kwa Daily Nation? Hiyo Standard nimesema no, just resign. No, just resign. Yeah, Daily Nation anasemaje?
Ukiangalia Daily Nation na People's Daily wanasema why DIG Langat to step aside. My good people, tumesema kwa tofauti kati ya stepping aside na kuresign. na kuresign. There's a very big difference. By the way, wasitubebe. Najua kuna mtu pale anadhani kwamba ati mambo iko sorted. Tofauti kati ya resign na stepping aside. Nataka haki. Na tunataka by the way, yani tunataka kitu serious. Yeah. Tukiingia mambo na health ya watu hapo nayo hapana. Yeah. Naona nini ya umesoma ya Daily Nation tupe. Mimi nilikuwa nimeangalia People's Daily. Sasa tupe Daily Nation inasema how Lagat fell. Sasa alifail wapi? Hii inaelezea the vile end of the road. Na there is like the fall of Langat. Kwa sababu nakumbuka kwamba maandamano ya mwaka uliopita Javed Koome, the Inspector General of Police, ali resign. Resign. Lakini Gachagua alisema kwamba anyway sitaki kuingilia huko. The Star wanasemaje? The Star wanasema Langat gives in. Oh my God, GIG steps aside over the death of a teacher Albert Ojwang. Yaani kwa give in ile kuingiwa na kiwewe. Give in. Langat wewe. Taifa Leo wanasema Langat ainua mikono. Hatutaki ainue mikono. Tunataka afanye nini? Atoke kwa kiti. Kuna story ambayo Zimbula zi kama umeona vile ambavyo ilikuwa inasemekana kwamba ilikuwa video fulani ambayo niliona, sababu nimeona hapa kwa Taifa Leo kuna Kindiki Kalonzo wamenyana. Then it was like it's a person who was now talking on TikTok, alikuwa anaandika something on TikTok. And then he was like wanaume akijaribu ku approach them mara ya kwanza ya pili, if he doesn't atakubali, what do you do? So unawachana yeye? No, they were reciprocating between. Ama kama uko na interest sana unaendelea mpaka akubali. My friend, hii kazi si rahisi. Lazima huyo msichana umejiingiza kwa shimo sasa. Lazima akubali. By the way, ukiona amekukataa, hey, you have a serious problem. Look at this. Now people were saying Kindiki amekuwa akisema kwamba anapenda Kalonzo, anamtambua, anamheshimu, anasema kwamba haja wafanye kazi. Tia nampenda. No, the thing is this. Goto alikuwa anasema kwamba Kindiki umempocha taki. Ndio. Yani ni kama girlfriend umemtafuta for 2 months ataki. 3 months hata wewe kama wewe ni mshenzi aje. Si unaona tu haiwezi make. And people were reciprocating it, saying that Kindiki Kalonzo achana yetu. Juzi alikuwa pale kwa anasema Kalonzo akuja tufanye kazi na yeye. Na yeye Kalonzo mwenyewe anasema aje? Anasema no. Naona story nyingine hapa, naona it's Uhuru versus Gachagua in the battle of Mount Kenya. Sasa hiyo story ya Mount Kenya, ni nani ndo ameweka watu kwa mfuko? Ni Uhuru ama ni Gachagua? Ameweka watu wa Mount Kenya. Yani akisema hivi ni yeye. Yeah, the kingpin of Mount Kenya. Definitely is Gachagua. Ana umaarufu. Nakwambia ukijana atasumbua serikali. Vivo Israeli yafikia 24, Iran 224. Ndio nilikuwa nakuambia story ya jamaa fulani kwa jina la Moses. Moses ameniambia kwamba amekaa Iran kwa miaka 20 ama 18. Na kwa Kenya. And now you are going to the point of the other one about Lisa. Is he alive? You know what Moses told me when he was carrying me from the river? Ananiambia kwamba amekaa Iran for 18 years. Alafu unajua alianzaje? Unajua unapoingia tu kwa gari
utarajii, you're not expecting to speak with anybody. With anybody. Is there expectation? Mimi natoka hapa naenda hapa nikitulia tu, let's say like I'm thinking vitu nataka kwenda kufanya. Now in the process of just like going, mimi nilikuwa kwa peke yangu, kwani abiria walikuwa gari ile time nilikuwa peke yangu. Nimesema sasa ni story kwamba you know what, this that kwamba una support alata nianza kuuliza, nikashangaa does he even know me. Unajua alianza aje, anakaa ni kama ameshajua huyu ni mtu wa media. You know, I was just dressing like a normal person. Alafu I nilikuwa na press card ama anything that could show I'm a stand, I was carrying that nothing. Then kuingia kwa gari yake ananianzia, ile time tumekaa tumefunga mlango, una support Iran ama Israel. Even I was not aware kama kuna vita inaendelea huko. You know, for me Jonoja nikakwambia, you know, as a Christian you say I support Israel even if you don't know what's happening. I nikamwambia mimi support Israel. He was annoyed immediately. Why? He was like, you know, anaangalia hapo, where were you supporting? You're supporting Israel. Hapo anaogopa mwanguke huko barabara. So mimi nikaona tata atanifukuza. He was very annoyed. Totally annoyed. And I was like, my friend, we are African, you're supporting Iran and Israel. Iran. It's Iran. Okay. Anaambia kwamba mimi nimekaa na what I've stayed in Iran for 18 years. 18 years. And he told me those people wakiona una doro Zimbula wanakupia unaenda kujenga. He told me amekaa huko Israel wanamnyima food. Iran Iran anakutana na mtu from Iran anamwambia, "Hey bro, you can now nampea." Wanaongeanga lugha gani? Juu hiyo lugha yako. Ugosho wanaongea hivyo. Na by the way huyo mtu ulipatana naye anakaa tu Mkenya? No. Unaona vile amekaa huko accent yake. Juu most of the time we are speaking English. Yeah. Kiswahili kwake hata wakati alikuwa na ita watu wengi, lakini story ni bamba sana juu hata hakuwa na force watu kuingia kwa gari yake. So when I like the story, I remember just by the time tumefika mahali panaitwa Fanilas, hapo ndo watu kadhaa waliingia. And then on entering I thought that is going to stop the story now. Ilishika kasi. My friend, and me I like that because of the conversation. It was sweet, it was top notch. Lakini nikamwambia mimi tunafanya kazi na media. Media na tufuatilie gani hiyo? Top Media. Anambia you do current affairs? I told him yes, that is our food. Oh. Yeah. By the way, nakwambia alinibeba from at the river to Power Star. You know Power Star? Oh my god, I was like, wewe. Yaani hata ulijua kweli ukifika? No, tulifika haraka sana because the stories zilishika kasi. Juu hata watu walisahau kulipa pesa tukua kwa gari. They paid on walipofikishwa. Tukipiga story ya Iran and Iraq. I mean Iran and Israel. Pia mimi naweza taka anibebe, anipige kwa story. Si ndio, inakaa ni interesting. I'm telling you, even at some point ndio nilisema kwamba unajua like kiwewe inakuingianga unasema unajua kweli si Irani anataka niongelee stories za politics za Kenya. Nikasema my friend, wewe kitakuramba. Mimi niliingia audio recording. Ukarecord. Wewe ni nani? Mbona habari wewe? Nakwambia ukiongea na mtu wa habari. My friend, be careful. Juu hata tuna recording tu out of nothing. Unaona mtu? Mimi nilisema hapa kikiniramba juu I don't know, this story looks serious. Iran. Tell me mabaya those Israel. Tell me my goodness ya Iran. I was like, hey, huyu jamaa. I think should be this if I'm not wrong. Let me hear. Right. The tuk-tuk is too noisy. Now the tuk-tuk now iligeuka ikakuwa a hot seat. Yaani nyinyi hata mlijua mko mna watu mlikuwa mmebebwa na wao walijua je wamefika mahali wanaenda. Hata nakwambia sisi wote tulifika tukamwambia ni sent money ama ni pochi. Yaani
Amkuwa mnajua kama hata mnafaa mlipe tuki ya wenyewe. Mimi yo siku I think I'll call Moses. I'll call him. You have to call that man. Let me even confirm kama jina lake ni. Let me confirm kama jina lake ni Moses ama nani, kwa sababu like let me tell you there's something sweet is that save Moses Iran. Unajua juu watu wako kwa simu yako unaweza kaa hivi usahau hata vile ulikuwa umemsave. Anaitwa no, kuna it was actually for Sunday. That was the last transaction that I made on Sunday because it was late. Let me see the Sundays iko up. I was like, oh my god, you Nija. Tulipiga story na kwambia Sunday. Story ilikuwa imeshika kushika. Hi, Sunday ndio hii. Na what is it now? Sunday 8:44 p.m. So iko hapa chini. Anaitwa George Adi, not Moses. Hey. He's George. George Muyonde. You need your man. He met my George from Iran. He met Memsave hivyo ndio ukumbuke. Unajua unaweza enda hivi usahau. Actually I'll save that way. I look for him. That guy was just a vibe. Inamteni ni wale watu wachekangi. They are like they're very sharp. Hata kiendesha though 90%. You unajua bro vile. You know. I was like Ninja, utatoka kwa shimo. Uko unamwamini. In the meantime, this one Top Prime Media Breakfast, the Mikala Musyoki. And me the queen of airwaves. Rosie jana nimeona a friend of mine, sit down lakini ndio asubuhi. Anaitwa Sheriff. Sheriff ako na birthday. Birthday boy. Birthday ni nani? Najua hii maneno la kama Kindiki na Kalonzo wameanza kwa si pia mna no. You see. Sheriff learned to celebrate birthday yake. Happy birthday Sheriff. And I remember you're the one who made me know that guy. Unakumbuka tape tulikuwa huko You are lying. Yes. Wewe unadanganya watu kwa nini? Actually, even I think there's a day we were talking to each other and then I asked him like, how did I even know you? Because tulijuana alafu tukavibe baraka sana. I asked him, Sharif, how did I even know you? Yeah, it was like I told him, how did nilikujua kupitia Rose Mbula and Napsi. Remember that time nini Caleb. That time back then on yeah, you remember that time I think not nilimjua pia. Yeah, lakini alikuwa that guy is a humble guy. Yeah, a nice guy, so ananga maneno mingi. He's an artist, you remember anafanya spoken word. Ningekuwa nawaletea huyo artist karibuni hivi karibuni. Wow. Yeah. So Sharif, you are going to sing for him? Are you going to sing for him? Yeah. Oh, definitely yes. Why? And from Top Prime, we wish him a happy birthday. Yeah, very happiest birthday. Okay, let's go. Blow 1,000, a million candles. Sure. Yeah. Alafu, jameni. Lakini sherehe mtu wangu. Itakumaliza. Na zaidi ya yote. Atuitie. Zaidi ya yote kwamba miaka imesonga. Sasa ana turn 29. Hivyo msichana uko hapo nje na kudanganya my friend, usikubali. Usijaribu kukubali hiyo maneno. Ana turn 29. Let's sing for him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow. Wow. Anaitwa Ken. Kennedy Musyoki. Uongo. Rosemula, you are refusing. Rosemula, what are you refusing? Come on. Yes, Kennedy Musyoki. Kennedy, happy birthday. Is Kennedy Musyoki, by the way. You have never known. Ama nimi, you are lying.
No, is Kennedy Musyoki. Kwewani adi. Is Kennedy Musyoki. You know that? Are you sure? He is an engineer by professional. By professional. Engineer mzima. Hey. Electric engineering profession. Huyu ni kama ana watch show. Hii ni kama kwanza ameingiza hii. Hii ataki. Hiyo simu jua anajua leo ni kumoto. Leo ni kumoto manze. Huyu. Hey. Ai, mkubwa. Mambo vipi? Yaani sahi uko hewani Top Prime Media Breakfast Show bwana. Uko hewani sasa. Niko na Rosemvula hapa. Yeah, say hi. Kennedy Musyoki. Poa sana, happy birthday man. Happy birthday. Thank you, I really appreciate it. Okay, ni nani birthday girl? Download. Wow. Tumia AI juu watu kuija wajuu uko na 29 years. Watu kuija wajuu uko na 29. Umefikisha miaka ngapi? Mingi 45. Mnasikia hata nilikuwa wrong. Nilikuwa nimempea 29. Ego mpunguzia 16 Wow. We manji bambe manze na utuitie sherehe. Sherehe ni weekend. Najua kawaida. Bas. Hiyo tuhesabu. Maybe na Rose sisi ndo ni how do you call them? MC. Yes, we are the MCs Ayuno kumbukeroza na kulanga sana. Tunavaa nguo za white sheriff. White kwani ni harusi? Ai, mwa sheriff. Sasa kunivunjia ndoa bana. Aya. Oye, happy birthday bro. This is, you know, those are the guys about, you see, like before you call them, I lazima mwambie uko hewani. Because he'll tell you something immediate. You know what? You're like, huyu sasa hizi ni gani? Ama tu mpigie simu usikie ameanza na matusi. My Vile friend. mmezoea. You know this, kuna wale mabeste, if they make a call to you, lazima uje excuse kwa watu. Aki wala. Wewe. Kwa maajabu. This one is Top Prime Media, 8 minutes to 10. And you know that time. Tuko hapa leo hii tunamwambia kwamba you are there watching us. And your dream is this year ulikuwa na prayer item kwamba that was the word that I was looking for from yesterday. Prayer item. Prayer item. Zile unaandikanga 2025 unasema kwamba this year nataka ninunue kafilda, nataka ninunue hiki, nataka at least ni bank account yangu ifike 100k. Na if you are one of your prayer point, prayer item ilikuwa kumiliki shamba. Yaani wewe yule mtu uko pale unasema kwamba mimi bwana sitaki sasa hivi kukaa nasumbua na my brothers wananiambia kwamba hapa si kwako, usinguze kupita hapa, you know. Usifuke hiyo mti. Kama ni wewe you wanted to be married na mtu ambaye anataka, mwambie mapema kwamba my friend, we have to get somewhere. Tutoke hapo. Mahali utakuwa unaamka hivi seti wale sister in law, ninaona aje wale bibi wameolewa hiyo familia. Ukisimama hata hapo nje wote washaangalia. Ai my friend, umeanza kuandika nguo wamesha. My friend, what's this? we don't work that way. No, na sio kiburi. Sio kiburi. Kwa hivyo, if this year you prayed upate shamba, yani si shamba ambalo litakuja na stress, asikudanganya. Something clear. Yani pindi tu utakapomaliza kulipa pesa zote. Title deed ni after how long?
7 deed ni after 7 working days. Imagine 7 working days unaambiwa kujia jo hiyo ende uanze. Ai my friend, what are you waiting for? Leewide Enterprises Limited, right? Yeah. Wanasema kwamba we got you. We got you covered, guys. We got you. 2025 is your year. Na wakatuambia kwamba tuambie hivi. Right? Ukinunua hapa shamba kama ni zote ni 50 by 100 kama utanunua KCFS 7 ambayo inaenda na 450k haimaanishi kwamba uje na 450k. Yeah, sure. Haimaanishi hivyo. Yani ni kampuni ambayo inakujali wewe. Inasikiza ground. Yani wanajua economy mali. Yeah, unapata hilo. Unaweza kusema kwamba ukija na 450k yako ama ukitaka shamba la KCFS 7. Hii ni project ambayo kulianza KCFS 1, 2, 3. Sasa imefika 7. Ni watu ambao wanaaminika sana. Right? Kuja na 10% ya 450k. Kama uko na 45k yako mali, waseni hawa. Ni hawa hapa. Kuja tu uweke hivi deposit 45k. Na upumzike. Ngoja 12 month installment. Ulipe tu balance Mdogo. pole pole. Sini sawa. Na hawa watu kama uko mbali, right? Huko katika taifa za Dubai, huko Sri Lanka, Sri Lanka. Yeah, I know that. Ikiwa huko Burkina Faso. Okay. Alright. Ikiwa huko Kongo umechoka. Umechoka na huko. Kama huko Sudan umechoka. Kama huko Uganda. Kama huko Burundi. Don't worry. Wewe ni mzungu, you are watching us. You English is very simple. We got you covered. Yani tunatutumia tu agent wako anakuja anaangalia shamba. Yeah. Anapata kila kitu iko clear. Naanza shughuli. Sure. Wako na pia Vision Gardens phase 2, phase 1 imeisha. Sasa wako phase 2. Inaenda na 50k. Na ulipi na ukija na yote kama umekuja na 45k ama 50k yote. Na ama million ama 650 ama 750. Asikushtue mtu. Ukilipa yote unapewa discount ya 20,000. Yeah. Yani wanakuambia kwamba umekuja na 450 hiyo 20k thanks for coming. You're going to pay for that. For that. Na uchukue shamba. 20 ni yako. Imagine. Hiyo 20 simple. I think 20 iko na changarawe. Iko na cement. Unaweza nunua nini ya kufence shamba yako. Chain link actually. I think nunua shamba na fence it. Sure. I think kwanza chain link utafanya vizuri. Kuja ununue. Si ndio? Now you can know hizi sort all these which were interested in Kisaji phase 2 inaenda 1M, Road Gardens 650k na Jerusalem Gardens inaenda na 750k. Nice sana. You can own it. Si ndio? Kabisa. Namba ya Peter ni gani? Namba ya Peter? Oh my god. Wacha chukue namba ya Peter ni. Are you with us? 0718 66 86 20. Unapata hapo anaitwa Peter Ole. Rudia 0718 66 86 20. Exactly. Yani mwambie kwamba Top Prime wamekutuma. Sio? Top Prime imetutuma kwako. Alright? Tuambia mko na mashamba legit. Yeah. Kitu safi. Sure. Rosmbula, as wide kuna watu fulani ambao nadhani kwamba we need to appreciate them. Let's do that. We are here courtesy of them, mama. Sure. Hata kuna watu fulani. I think we need to appreciate them. Na si vibaya. Haiwezi kuwa vibaya. Kwa uzuri. Hebana, leo hii asubuhi nimekumbuka watu fulani. Right? Are you keen to hear those people? I'm waiting. I'm here. I'm with us. I'm waiting. Hao watu
kuna watu ambao nimeona ni wa appreciate sana. Na hawa ni watu wazito. Yani ni watu ambao we need to completely appreciate them. Na it's anybody outside there. Yeah, sure. Ambaye ni mwanaume kamili. Yani umeanza, unajua umeleta hiyo story ya ku appreciate wanaume. Nikakumbuka hii ilikuwa men's mental month haijaisha na bado haijaisha, alafu mmepoteza mwanaume. Mnasikiaje? Bana ni jambo ngumu sana. As men of this nation, yes, so sad. But justice will never go unrewarded. Lazima siku moja itajidhihirisha. But away from that, to appreciate wanaume wote. It is mwanaume kamili. You know, any man outside there ambaye he fights for his own ground. Unapata. Today, Rosembula, let me tell you one thing. Listen to me, Queen of Airwaves. Yeah, I'm listening. If today you are looking for a life partner, angalia mwanaume kamili. Mwanaume kamili ni yupi? Mwanaume kamili ni mwanaume ambaye number one, he fights for his own ground. Unanipata? Yani tuko era ya maisha ambayo kama umelala utapitwa. Yani kama una nguvu utakuwa maskini. Kabisa, obvious. You get that? Na mwanaume kamili, mwanaume ambaye like there are people, you know, you have people you admire, like you say, man, huyu bwana kaanga life ambayo I wish I could be focused like him. Yani ningekuwa tu kama yeye. I was just today looking at Danson Omar. You know that lawyer? I don't know Willis nani. Willis Otieno, na kuna Cliff Obeta, na kuna this lawyer was for Rigathi Gachagua. Anaitwa nani? Their lifestyle Nani yo? Unasema mambo na lifestyle. No, their profession. Okay. How do you call that lawyer? Was that one nilikuwa kwa ni Ongonda producer? What the name of that lawyer? Huyu alikuwa Gachagua. Yeah, alikuwa ito nani huyu jamaa? Hey, hata I'm looking wetu hata ajui. I'm looking. Akumbuki kama sisi pia. Rosembula, you look for that. Let me tell you. Nimekuwa nikiangalia wanaume jinsi ambavyo wamejitolea kwa kile ambacho wanafanya. Yani jana nimemuona pale Danson jinsi ile kesi ya Albert ikiendelea. Yani the way he speaks about the constitution. Yani you see like not Mutuse. Come on, Mutuse is a lawyer, but umesikia lawyer producer wetu. Wewe. Anaitwa? No, there's this mwingine alikuwa anapasha Mutuse. Yeah, alikuwa Western. Yeah. Rosembula, I was looking at the way those guys yesterday, they were negotiating. Yani, like, whatever you do, inakaa wewe. You get that? Yani, today if you see Danson Omar, you are going to see the constitution, nothing else. Constitution imejiandika hivi. Ni Joe Jama alikuwa ito nani that guy? I can't remember. Somebody like, unasema George Wandati? No. I don't know. George Sakimpa? No, that is not his name. Lakini tukikumbuka hilo jina producer tuangalia pale, Rosembula, I'm telling you, like, mwanaume kamili. Whatever he does, he's not ashamed of it. Yeah. Elisha Ongoya, that is the man. Oh my goodness. Those guys. And many other lawyers ambao tuwajui, but they are trying their best ground. Paul Mwite. Yeah. Kina Ukivuda Kibwana. Okay. Kina nani mingine, huyu senator wa Busia, Okio Mtata. There's this Masharia. Yeah. Kina Sifuna. Yeah. You see? Kalonzo Musyoka. Lakini kuna wale ambao wajaingia kwa siasa wameamua mimi nitakufia kwa kwangu. We need to appreciate those guys. Rosembula, imagine you as a lady ukikuwa na mwanaume ambaye whatever he does, it looks like it.
Let me tell Yani you. when the public akisimama tu mbele ya watu hivi everybody sees kama is an engineer. That's an He engineer. thinks guy this day was just challenged by those guys Rozimbula. Hey, is our man as men. Lakini mwezi tusiangalie sana maslo ya men to tusahau kwamba as men we have a way to go. John Ramino. You know John. Guy. It's the oldest profession. The oldest. Those guys when you say them Rozimbula, they look like the constitution. Working constitution. You know? Huyu jamaa mkitembea nakwambia hata na yesterday I saw dancer telling a magistrate. The constitution does not permit you to speak at this moment. Unajua umesema hivyo nikakumbuka Yeah. na madam fulani Millie. Yeah. You know Millicent. Millicent Omanga. Huyo madam akianza kuongea kwa Senate TV Anawapasha. anakusomea constitution ndio Guy. anakuwa. Guy. Unajua time yenye kuna Senate ama parliament, Yeah. mimi nakanga tu chini ningoje Millicent aongee. Guy. Juu mambo story anakupea hivi you are like what? And tusisahau na Babu Owino. We forgetting him. Babu Owino by the way. My friend, you know there's English for journalists and there's the language for lawyers. You get that? Let me tell you. I was also looking at how do you call it, Professor, how do you call this guy, PLO Lumumba. Pale wakati is it elections za Uhuru na Raila zileta shida. Then ikarudishwa that time Wetangula alikuwa lawyer. Akwa speaker. I'm telling you those guys spoke English. Those guys walikuwa na accent ya lawyers. Yani unakaa hivi unaona what in constitution. My friend. Alafu wewe kazi sasa unajua unapatanga kuna wengine ndio wanaanza sasa hao lawyers wakiwa shule. Yeah. So, time yenye unaangalia mtu hivi unaona mimi bado sijafika. Ni hivi. Hey. Me I'm telling you, I have a friend who is a lawyer actually. And the person in charge of our youth in charge, she's a lawyer. Do listen to her. I'm telling you those people utawapea tu masikio bure. Do you like kwanza unaangalia mahali kizungu inatoka. I'm telling you Rozimbula that as men need to like do something about. Hata kama unauza maji, fanya na passion yako. We cannot all of us be lawyers. Obvious kuna mtu atauza maji. We cannot all of us be, if you are a driver. Ushaona hizi marembo za Kitengela kwenda tao my friend. Those people do it the passion. Hata kama they cause accident, we don't refuse makosa utendeka. But those men of ours ambao huko wanapiga vitu hivyo. Yani wanapiga tu na roho yote. We need to appreciate them. Unaona vile wanakimbia hapo kwa barabara. Wase wa boda ambao they are focused. They need nothing but to make their families proud. We need to appreciate them. So much. Nilienda kwa hoteli nyingine pia. There are hoteli ambazo men huwa unajua kuna zenye madem peke yao ndio usafi, but kuna zingine iko open, anybody can serve. Anafanya kazi hapo. There are men ambao ukifika tu umekaa hivi Rozimbula, hey naje bro, fiti sana, karibu sana. These are men, what do unaona utulute wanaume ambao wamejituma. By the way inakuanga hivyo hata kwa resorts mingi. Yeah. Ukiangalia ni men. Hata kwa salon. Yeah. By the way I saw it. I'm telling you my sister-in-law. She told me anaendanga salon ambayo iko na mwanaume. Aniambia hizo marasta. I don't know ni marasta ama ni maona. Madrid like this yours. Men do it. Yani anakufanya hata utasi uchungu. Anakuuliza are you okay? Oh my God. Anakuangalia kama I'm telling you. Wacha hata kwa kichwa, unaona kwa nails. Yeah. Miguu. I've never been to that. Maybe you can tell me. Oh my God, it's something nice. How do they do it? Vizuri. Yeah. Wow. And then they are calling you darling. Oh my God. Me told my sister-in-law, wewe kitwa darling wewe, you tell us. But I think is the service they give. Yeah, they give. Yani unaona wanakupeanga service hadi kesho. Yani unataka tu kurudi hapo next week. Sure. Kuna wanaume wengine pia ambao wanafanya kazi ya watchmen. They do it with passion. Yani ukifika tu kama umekuja na gari my friend, wanakuuliza hi. Alafu wanakufungulia gate to boss. Vizuri tu. Guy.
Yeah. They are Yani men. they are dedicated to their Sure. work. Mi ningependa nikitembea. Unajua hata Peter aliambiwa hata kutembea kwako inaonyeshana wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Na unajua mimi yeah. juzi ndo nimeanza kujua wanawake pia wanaendeshanga hizi ma transit. Hizi malori kuu. Me I was crossing zebra crossing alafu ile time unajua me I respect hizo magari mrefu. I respect So kakasimama, hiyo ikasimama then I was like is this a man? Because unajua kuna wale uko na speed. Na hata kuna wanya they don't care. They don't care. Na hiyo gari unajua even not care ni skin inaweza kosa break. By the hata mimi nilisikia kuna vile unaweza kuwa umekanyaga kutoka huko. Sure. So hauwezi hata funga break. Even the day I was crossing and then police akaniambia kijana chunga usikuwa unavuka hizo gari zikikuja zinakosanga break. But the men were doing it in a good way. You get that? Yeah. Rose Mpula finally kuna wanaume ambao wanafanya kazi ya hatukatai hata kama hiyo kazi yao kidogo saina kasirikiwa na kila mtu. Lakini kuna maafisa wa polisi ambao wanafanya kazi safi. They make sure we are safe. Kwa barabara. Rose Mpula, I'm telling you, there's a day I was lost in Nairobi. You know, I went to talk to a traffic police. Oh my. I asked him, I was going to OTC if I'm not wrong. Yeah. Ilikuwa na Riverside ile ya Kariobangi. I told him, "Hi sir." Nyoje, poa sana. Nataka kwenda OTC. Hai kijana umepotea mapema sana. Utarudi. Na mbona anaongeanga hivyo? Yeah. That guy he directed me. Kuna mtu shei mwambia akanielekeza nikarudi mahali nimetoka, imagine. Niko sure uliuliza hao watu wa kubebea watu mzigo. Alikuwa amevaniza. Is it maroon? Is za conductor? Oh, is za conductor maroon. He lied to me, but I was not happy. But traffic police alinielekeza. Sijaimuona tena like on behalf. Bana maafisa polisi shukrani wale ambao wanafanya kazi vizuri. Those who are honest. You get that? Yeah, I got it. Final Rose Mpula. They are DJs. Guy, DJ. I'm telling you, there's a DJ ambaye anaitwa, how do you call him? There's this guy, is it a DJ or MMC? This Gogo, that guy ameshika industry. MC Gogo. Ameshika industry. Vibaya sana. I have a friend by the ambaye we spoke for only once. Lakini nimekuwa nifuatilia vitu zake kwa mtandao. Anaitwa DJ King, the Mix Killer. You know that guy? Rose Mpula, that guy ukisikiza stereo station yako. If you dare listen to it, Rose Mpula, you're just going to be like, I could wish to be a DJ. You know, yani mtu anafanya kazi yake watu wanaitamani tu for no reason. You get that? I would need to appreciate those people. We appreciate you so much. Yani all men. Si ndio? So much. There are men who are doing something good. There are even men in our studio ambao they ensure the production runs well. Haki kwanza wanaume hapa ndio wengi. Jamani, it's good. Very nice. Let's learn to appreciate men. Isn't it? Yeah, sure. Kila saa inakuanga tu girl child. Yeah. Pia this time tuweke tu boy child. Yeah. Na tuambie mwanaume, whatever you are doing, hata kama hata shilingi 10 on the table, do it with the passion. That's your best. Do it with your passion. Me, I would travel nilitembea kuna sports nini field iko pale Kitengela hapo karibu na stage. There's a day I was passing there. Na kuna mwanaume fulani upiga guitar na drums. That time I was in college. I'm telling you, Rose Mpula, the way he was doing it, you can just sit down and watch him. Sure. By the way, pia mimi nakuanga na hiyo attraction. Hata watoto wakiimba kwa barabara unapata tu nishawaangalia. Yani, yeah, is there like, you know what, let me tell Rose Mpula. When leave along ukipigwa guitar peke yake kama ina muziki. Hama iko tu kale ka mos. Rose Mpula unatembea, it is just going to be. Hata kama umebuy headphones ama earphones on the road, you are going to remove and listen to that. Imagine unanua nyanya vitunguu and then there's somebody there telling you nakwambia utanunua hata nyanya. Me, I'll go and look for that one. I'll bring him here. Sure. Okay, ataka ama tutaenda huko we see him doing it. Just we see tusikize tu story yake. That guy does the passion. Na pia kuna mzee mwingine hapo anapiganga drums with passion. Guy,
You know those things, leave along the noise they cause. But you don't know ukipiga show, you need to refresh. You might go to refresh and there's somebody playing guitar but you're saying ding, 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 ding. Hey, my friend. You're just going to love yourself for no reason. Guy. Wow, we appreciate those people so much. We appreciate them. Tunawashukuru sana. Sana. We also need to appreciate genuine pastors. Unajua wale ambao si wakora. Wale ambao pastors they preach the real gospel. Yani wanaona wanakuita. Then nilikuwa na sheriff by the way na pastor wao alikuwa amewafunza eti keys to success. Yani steps on how to become successful. Then I was like, this pastor, this is not a prophet now. Pastor Makani. Yeah, that was my pastor. Aki, I appreciate. Wow, ni ama kanisa wewe. Unajua nile walihamia huko mbali. Sasa unajua mimi niko hii side. Okay. Sasa nikaona itakuwa ina take time nifike huko. Yeah. Guys. Okay, I love that church. That pastor. Oh my God. Hey. Ana wa mami. Nile anaitwa the mami, I don't know. Sikumbuki but daddy namkumbuka anaitwa Chris Makani. He's a prophet. Hey, prophet, yeah, Prophet Chris Makani. I'm telling you. Sheriff akona pasi. Hata nitatafuta siku niende kumsalimia. Aki ilikuwa tu just vibe. Unaona kwanza sasa tukiingia mambo ya kuimba. Yani awako limited. Unajua there are churches about people don't dance now. Yani kuna ustaarabu. I am a professor. I don't dance. Kanisa we dance. Used to dance. Oh my God. I love that. I love it from the bottom of my heart. Yani anybody. Na pia me have my pastors. Yeah, sure. My pastors, they are men full of wisdom. Yani pastor speaks with parables. You know that? Yani ukutana na yeye leo hii. Hautatoka hapo kikosa something itakubeba wiki nzima. Sure. Those men of God are doing something that is ya muhimu sana. I'm telling you. Na as we finish Rosembula, tuna wasikilizaji wetu. How do you tell them? To our listeners, to our people who watch us, thank you so much guys. Tunawapenda sana. Kama si nyinyi by the way tungekuwa hapa. Sure. Courtesy of you guys. Yeah, and we appreciate you. Mmekuwa mkitu watch kwa show zetu, kwa news. Kipindi tu yoyote ile yenye tumekuwa tukiwaletea, you have been supporting us. We thank you so much. Tunawapenda sana. Muendelee tu kutusupport. Sure. Pia tutaendelea kuwaletea tu vitu kachi vitu tu tamu. Yeah. Sure. So guys, that has been a tipping breakfast show with me Kale Musyoki. Hapa tumepiga vitu hivyo na bila shaka wewe tunakudhamini, tunakuitanga tunu. Unajua? Na kwa sababu hiyo tumetembea na wewe kwa hilo saa moja na kitu, tumezungumza, umesaidika nami pia nimefurahi. You know, like cow every day waking up in the morning. I need to appreciate myself also. You waking up every day in the morning, sometimes you feel like your head is like nikona show ya asubuhi. It's sweet, I'm telling you. Unakanga uko zile za mimi siendi. Like you unasema kwamba for the sake of the people ambao wanatusubiri, we should go. Let me appreciate myself. Okay. Kosa kuji appreciate. I appreciate myself too. Appreciate. What? Thank you so much guys. We had Elvis Mugambe pale Facebook yeah. And pale msearch mfollow, that's our producer. Pia tuko na Mohaka Brown mwenyewe anapiga vitu proper pale upande wa sports. Kesho we need to appreciate those guys also by the way. Mohaka Brown, Elvis Jeff. And Jeff ambao kulikuwa na Mohaka Brown na Jeff wanapiga sports. Wanapiga vitu yani vitu zina. Yani mko tu hapa mnangoja tu mpewe line up ya Michelle my friend. Tuzoe kuwapewa tu maua wangali. Tungali na wao. Hakuna yajua kesho. Wape sifa wakishatuacha. Sure. We let's appreciate everybody. So guys, mimi najua nikiongea hivi story nyamaza. I also want to look like Bidia. That's my prayer. Vile ukiangalia dancer unaona Katiba. Ukiona Elisha Ongoya unaona huyu jamaa atakupea hard time. Huyu hata nisomea sections hivi. Hey. Hata nitashangaa zingine zime. By the way ushaangalia Katiba ukoona mbona hii section sijawahi sikia. Mimi hata nikwambie Katiba inasikia iko na 18 chapters, I don't know 264 articles. I don't know, I know how many. Ni zile tu zangu najua article 34, 35 and 36.
hizo tu. No. Hizo za media, right to access information na right of expression. Bas, hizo za freedom. Hizo But kitu ziko mtu anakuja na kuambia according to article whatever section you I should not, my friend. lawyers jamani. Tutaenda tusome hiyo katiba. Tutaanza kusoma. Guys, mimi sina la ziada ila kuambia bye bye for now. Bye bye.